Na ndugu zangu, baada ya mimi kuteuliwa, kwa mara ya mwanzo nilionana na rais wa Zanzibar tarehe 15 Machi mwaka 2021 siku ya Jumanne ilikuwa. Na katika mambo niliyomwambia nitakuwa shahidi na yeye ni shahidi. Nilimwambia, mheshimiwa, mimi sinaimbisha ni hapa nilipo wala ulipo wewe. Ambishani yangu, naamini na kuamini tunaweza tukashirikiana tukaitengeneza nchi, tukaitoa ilipokuwa watu wamechoka, imechosha. Tukaitoa nchi baada ya miaka 5 ikawa hadithi. Zanzibar tulitokea huku, leo tuko hapa. Tuwaunganishe watu, tujenge misingi ya haki, tujenge misingi ya kistaarabu ya kuendesha nchi hii. Tuje tuwaachie watoto wetu nchi ambayo imesimama kwa misingi ya ambayo itakuwa endelevu. Tuwaachie na tuwahimize, hata wakishindana washindane kwa hoja, wasishindane kwa ubabe, wasishindane kwa kupambana, wasishindane kwa kupigana. Washindane kama wanavyoshindana wengine katika nchi nyingine, ndio nchi hii itaweza kwenda mbele. Kwa hivyo mimi katika hilo nitume lolote unalotaka, na maeneo ninaweza kukusaidia katika hili ni haya. Nikampa kwa maandishi. Lakini kama hiyo haikutosha, tukakaa na wenzangu tukakubaliana, na mimi nikamwambia, jamani, nadhani kama tatizo letu si vyama vyetu, tusitizame vyama vyetu, tusitizame yetu kwamba tunataka, kuna mtu anasema mimi lazima siku moja niwe rais wa Zanzibar. Tuitizame nchi, kwa sababu ndio dhamana yetu, na nchi ni pamoja na wenzetu. Tuachane na siasa za ligi. Zanzibar inahitaji mpango wa muda mrefu kidogo wa kuweza kutoka hapa ilipo. Tukubaliane yepi yatainyoosha Zanzibar, what is in the best interest ya Zanzibar. Tukakae na kiongozi wetu tumwambie kwamba sisi, ikiwa haya ataweza kuyatekeleza ambapo tunaona hata inyoosha Zanzibar, na ikiwa anaona haya hayatoshi, basi na mwenyewe aongeze mengine, sisi tuko tayari kufanya kazi naye kwa muda mrefu. 2025 twende tukagombea ubunge na uwakilishi na udiwani, urais tumwache atuendelee kutuongoza. Na haya tukaenda tukakubaliana, tukaenda kukaa naye, si mara moja, si mara mbili, si mara 3, kumpa commitment yetu kwamba tunacho maoni yetu sisi inayohitaji kunyooka, inayohitaji kutolewa hapa Zanzibar. Hatuna sababu, ikiwa haya utatuongoza tuyatekeleze, hatuna sababu ya kuja kugombana na wewe 2025. Haya sisi sote ni shahidi mbele ya Allah, na yeye pia ni shahidi mbele ya Allah kwamba tulimwambia haya, tulijitoa kwa haya kwa maslahi ya nchi ile. Kwa hivyo leo tunapoonekana tunagombea, watu na nyinyi mjue kwamba hatugombei kwa furaha, wala hatugombei kwamba ndio ilikuwa lengo letu. Lengo letu lilikuwa ni kwamba tupate nchi ile inyoke. Tukatengeneza waraka, tukaupeleka unaofafanua hayo. Tukakaa na rais wa jamhuri, na mimi mwenyewe nikamwambia hayo, na mwenyewe ni shahidi, na bahati nzuri kishawahi kuyasema mbele ya kikao cha pande zote mbili kwamba Othman aliwahi kuniletea rai na mimi naiunga mkono kwamba hebu tukae tutengeneze plani ya kuinyenyua, ya kuiondoa Zanzibar, kuitoa pale ilipo, wao na sisi. Lakini tuyatengeneze haya, turudishe imani kwanza ya watu.
Ndugu zangu, tumefanya yote haya. Inaonesha kwamba wenzetu wao, sisi tunaelekea kaskazini, wao wanaelekea kusini. Hayajasaidia. Najisikia vibaya kusema hayajasaidia, maana tumejishusha tukajiteremsha, lakini tulipo ni hapo. Nadhani mnanifahamu. Inasikitisha sana. Sisi hakuna ambapo tunaona panaweza kusaidia. Hakuna kiongozi mstaafu alikuwa hatujamfika sisi kutaka asaidie katika hili. Hakuna viongozi ambao hatujakaa nao, na sio viongozi tu, watu tu tunaojua hawa wanazungumza vizuri na huyu wote. Moja niwaambie kwamba sisi hatujakata tamaa, tunaendelea na hayo huku tukiendelea na mengine.